Tunaposema makanisa ya kuzimu, hatuna maana kwamba yapo kuzimu, ila yako hapa hapa duniani, lakini humo ndani yanatumika na mifumo ya kuzimu. Sasa kuna baadhi ya vitu nitaweka wazi hapa, ambapo ni sifa za makanisa ya kuzimu. Maandiko yanasema kuna mahali ambako shetani hujigeuza kuwa malaika wa nuru. Watu hao wanatumika na imani zinazotokana na hisia zao, wanatumika na imani zinazotokana na mihemko yao. Kwa hiyo anahisi ni Mungu, kumbe amekaa tu mahali fulani, yakamjia mawazo kutokana na hisia za mwili wake na mihemko ya mwili wake, anaibuka na hicho kitu kama ufunuo aliopewa na Mungu na kuja kuwadanganya watu. Na kuna roho kabisa zinaachiliwa kukonfirm mafunuo ya uongo. Mtu ameonyeshwa na mapepo huko, hisia zake zimepandikizwa na majini, anakuja kuambia watu, na watu nao wanasema ni kweli, tumethibitisha. Kuna spiriti kabisa zimeachiliwa. Nisikilize, lengo la shetani kwenye kanisa la nyakati za leo ni kuliharibia uhalisia wake, ili watu wahisi wanamtumikia Mungu, kumbe dunia imeingizwa kanisani na kanisa limeanza kuingia kwenye mfumo wa kuzimu. Kwa hiyo unakuta mtu anasema eti kula nyama ni dhambi, wakati hakuna andiko hata moja kwenye Biblia ambako Mungu anazuia watu wasile nyama. Lakini mtu anakaa tu huko ameshiba ugali, amejichanganya kwenye mafunuo ya kipepo, anakuja kudanganya watu kwamba unapokula nyama unapata dhambi. Na yamkini wanatafutiza baadhi ya maandiko ya kusimamia, lakini uhalisia ni makanisa ya kuzimu. Na unakuta mtu anasadiki kusema kwamba nyama zote za mabuchani zina majini, hizi ni nyama za watu, kwa unapokwenda kula unapata dhambi. Waga napenda kutumia kauli ngumu sana kwamba watu hao ingefaa watoke duniani, waende kujitengenezea dunia ya kwao, vyakula vya kwao, maji ya kwao na kila kitu cha kwao. Ulichotakiwa kuambia watu ni kwamba wamuombe Mungu awasaidie, awaongoze, ili wanapokwenda kununua hizo nyama wagundue katika Roho Mtakatifu kwamba hii nyama ina hila ama hakuna hila ndani yake, na sio kusimama kuharamisha na kuambia watu kwamba kula nyama ni dhambi, na watu wanachukuliwa tu na huo upepo, wanaanza ni kweli, ni kweli. Basi hata kufuga msifuge, maana hicho mnachokwenda kufuga kinakwenda kuliwa na watu, kwa mtasababisha watu wapate dhambi. Na wengine wanaibuka eti kunywa maziwa ni dhambi. Maziwa ya mgando ukinywa eti unapata dhambi, maziwa fresh ukinywa eti unapata dhambi. Yaani sijui hawa watu waga wanakuaga na akili gani wakati mwingine. Na hisi ni akili ambazo zimepitiwa na upepo wa ushirikina. Kwa hiyo nafika mahali wanaaminishana hivyo kwamba kunywa maziwa ni dhambi, wakati Mungu mwenyewe alipokuwa akiwapeleka wana wa Israeli kwenye nchi ya ahadi aliwaambia kwamba ni nchi iliyojawa maziwa na asali. Sasa kama kunywa maziwa ni dhambi, maanake hiyo nchi Mungu angewaambia haina maziwa. Sasa mjitafakari kwamba mpo kwenye mfumo upi wa imani. Na nafika mahali wanakwenda mbali sana, wanasema hata kama umehifadhi chakula chako vizuri, umekula usiku ukabakiza ukahifadhi vizuri, wanakwambia tu kikilala hicho tayari usile, kina majini, ni dhambi. Acheni mapepo yenu nyie. Tataabisha kanisa la Mungu hata lini na imani zenu za kishirikina? Yaani mtu amehifadhi tu chakula chake vizuri, usiku kimelala, kwa hiyo kesho asile aende kumwaga. Hayo ni matumizi mabaya ya fedha, ni matumizi mabaya ya vitu ambavyo Mungu amekubaliki kuwa navyo, na tuwezi tukakubaliana nacho hata kidogo. Haya, kula mikate ni dhambi, kula maandazi ni dhambi, hata kula mayai nako ni dhambi. Sasa mnataka tule nini? Inafika mahali mtu anakwambia eti Bwana amenionyesha, Bwana ameniambia kwamba kula mayai ni dhambi, kwa sababu unapokula mayai eti unakuwa umeua kiumbe hai. Kwa hiyo yai lisiliwe ila kuku aliwe. Sasa una akili gani? Kwani kuku sio kiumbe hai? Unapochinja kuku hujaua kiumbe hai. Kwa hiyo ni watu ambao wanakuja na mafunuo ambayo kwanza hayafanani na maandiko, alafu cha pili yametoka kuzimu. Kwa mtu anakuwa na ujasiri wa kuambia watu kwamba msile mayai, mnafanya dhambi ya kuua kiumbe hai, kwa sababu kule kwenye yai alitakiwa atotolewe kifaranga. Kwa hiyo ninyi mnapokula mnakuwa mmeua kiumbe hai. Basi usile hata kuku, usile hata mboga za majani, kwa sababu kimsingi hata mboga za majani nazo ni viumbe hai. Ndio maana mmea unaota unakuwa ni kiumbe hai, kinapumua. Wale wa science mnafahamu. Basi hata mboga za majani usile, uende tu kachote mchanga huko kwenye mto, ukae nyumbani kwako uanze kula, kwa sababu unazungumza vitu ambavyo tukikubana kwa mujibu wa sheria huwezi kutoa fafanuzi zinazoeleweka. Msile samaki, msile dagaa,
Kwa hiyo kumbe vyakula hivi vizuri ambavyo vimeumbwa na Mungu mwenyewe, kumbe ni vya shetani tu. Yaani vimeumbwa kwa ajili ya kuliwa na washetani tu. Eti huenda vilikaliwa na mapepo wakati vinasafirishwa. Hiyo gari uliyoagiza kutoka nje ya nchi haijakaliwa na mapepo? Hayo mavazi unayotuma kwenye mataifa mengine kwamba ndo mavazi matakatifu yenye maua yana majini, yanapokuwa yanatembea huko njiani yakaliwi na mapepo? Kwa lazima ifike mahali mjitafakari. Unapokuja kuzungumza kitu kwamba Bwana amekusemesha, hebu zungumza kitu ambacho kwanza kipo kwa mujibu wa maandiko. Kwa mfano sasa, kwenye upande wa vyakula, Biblia nasema hata mkienda sokoni, kuleni chochote kitakachowekwa mbele yenu mtakachokikuta bila kuuliza. Sasa wewe unakuja kuwawekea watu masheria, dagaa msile, samaki msile, wakati ni vitu vinavyopatikana masokoni. Watu wamuombe Mungu awape neema, wajue mahali pa kununua na mahali pasipo kununua, kutokana na uhalisia wa mambo ya rohoni, na sio kuwawekea marufuku ya hivyo vyakula. Hatukubaliani na wewe, Biblia haikubaliani na wewe, na tutakugonga kwa mujibu wa sheria. Kama ni maji, kunywa ya kwenye bomba tu, ya dukani usitumie. Suruali za jinsi usivae. Yaani kuna jinsi ziko vizuri tu, hazina shida yoyote, hazina mitindo ya kuzimu, zimetulia, zimetengenezwa na material ambayo inatumika kutengeneza nguo nyingine, lakini watu wamewekewa masheria eti hakuna kuvaa. Na ndio maana imefika mahali wamebuni mradi wa kusafirisha manguo kutoka Tanzania kupeleka Marekani. Wanawatumainisha wa Marekani, vya kwenu vina majini, nguo zenye maua zina mashetani, tuwatengenezee majoho huku Tanzania, magauni huku Tanzania, makanzu huku Tanzania, tuwaletee huko. Kwa wanaanza kuagiza mavitamba. Watu wanapoteza magharama makubwa kwenye vitu ambavyo havina msingi, ni kwa sababu tu ya kupumbazwa akili na shetani. Mungu awabariki sana. This is Prophet Justin. Tutaendelea kushughulika na imani zote za mashetani zinazopenya kwa siri kwenye makanisa zikidhaniwa kuwa ni Mungu, kumbe Mungu amekaa kando wala hausiki. Mungu awabariki sana. Shalom.